all of a sudden nikaingia Facebook, nikapata kuna accident. Mimi nikapiga simu. Hiyo accident I think ilikuwa flyover, ilikuwa ya lori na nini na pickup. So yenye nilienda nayo leo, venye waliona picha wale wengi wanamjua. Wakaanza kuniambia huyu mzee kama ameenda. Hajaenda mbali. Juu the first thing hajabeba simu na ameacha gari yake. Wakachukua picha na wakaihang. Nikaanza kuwaambia, so venye nimeanza kuambiwa nitoke kwa nyumba na Charles hayuko. Wakaniambia huyo mama lazima akue hana utu. How comes aniambia nitoke na niko hivi. Charles. Najua kwenye tumetoka mbali. Tumepigana vita mingi. Mostly naweza kukumbusha time yenye Jayden wetu alipasa. Tuliachwa na kila mtu. Na tulikaa sisi wawili peke yetu. Saizi umetoka kwa nyumba. Umeniacha na watoto peke yangu. Venye niko. Hata wewe unaona venye hata wewe ulikuwa unajua stress zenye niko nazo. Nilipewa bed rest from day one. Sasa bado sijamaliza. Na still na struggle. Naweza kuomba tu Charles, usikubali nipate mtoto kama uko kwa hii nyumba. Awacha nikwambie kabisa tunateseka. Na unafaa kukua hapa. Tunaweza kula ugali bila hata maji. Tunaweza kula na maji, tunaweza fanya kila kitu. Unajua tunashikananga. Na mimi unajua siwezi kupigia kelele juu ya kukosa na sijawahi. Unatumiza bure. Kama unajua uko mahali na unaniona, tafadhali rudi home. Ama basi uchukue simu unipigie. Nijue tunaumia. Sasa hivi imagine tunaambiwa tuhame. Nitahama aje nikiwa hivi? Watoto nitawapeleka wapi? Umekuwa Yes, gathashia mwanya mwiroreri tukunyitse ogeni na niĩ ngũheaga na gĩtĩo angĩkorwo ũrĩrorera video citu na ndũrĩ subscribe ngakũhoya subscribe na ũhihinye notification bell nĩgetha tũkĩ-upload video ũgakorwo wĩ wa mbere na kũrorera. Ũmũthĩ twĩna Castro Media, of course the biggest Kikuyu online media, twĩna Kish Media na twĩna Mwathi Media, na gũkũ nĩ kwa Wakabas family, na taguo ũrakĩona tũcerete gũkũ itũra rĩa gũkũ kwao ndigũtinda ngĩgweta tũcereire family ĩno ya Wakaba. Nĩ mũkoretwo mũkĩona maũndũ maingĩ magĩtrend kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Wakaba amepotea. Wakaba ni baba wa Shiko Blessing. Shiko Blessing ni kairĩtu karĩa twendete mũno karĩa kainaga nyĩmbo cia gospel. Nĩ wega ngũmenyithie. Kwa ũguo Wakaba nĩ kũratuĩkĩte ndarakĩoneka, nĩ orĩte, na nĩkĩo gĩatũma tũke gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ tondũ hena andũ aingĩ mũno maroka na mawoni, o mũndũ na mawoni make kũringana na ũrĩa aragĩciria. Kuona nginya family ĩno nĩ yathondekaga content kũrĩa kwa Wakaba family, nĩ yathondekaga YouTube content. Kwa ũguo andũ magakĩona ta rĩngĩ nĩ content, na nĩkĩo gĩatũma tũcere nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria na mami wa Shiko Blessing atwĩre hihi maũndũ macio makinyĩte ha na nĩ atĩa kũrathiĩ. No itanoka gũkũ nĩ ndĩmũpostire mbica bado ya Wakaba, ya Charles Wakaba, etagwo Charles Wakaba. Nĩ andĩkĩtwo ta missing person na nginya hena mbica ciĩkĩrĩtwo kũrĩa police station ya Kayole tondũ Wakaba ndarakĩoneka. Koguo family yake nĩ ĩkoretwo ĩkĩmwetha na njĩra nene, andũ ao, aciari, mũtumia wake, ciana ciake cikoretwo cikĩmweterera akorwo agĩũka. Kwa ũguo kĩrĩa tũramenyithio haha, atigire kila kĩndũ gĩake, thimũ ciake, agĩtiga nginya ngari ĩrĩa arutaga nayo wĩra, agĩtiga nginya cabi, ngari haha nja nĩ tũkũmuonia, na nĩkĩo
aragethwo tondu at least ona mundu agithie ri mundu ni athiaga na indo ciake agikorwo na ni thimu mundu ucio agathie tukamenya thimu ni kuhorio ehoretio no atigire kila kindu giake guku mucii atanathie na ni tukwira orire ri no mbere ya maundu macio mothe ri ndureke twambe tugeithio ni Rachel atwire maundu makihana atia. Karibu sana. Asante. Ndia mwiroreri utwire maundu marathia atia tucokie tu thutha hanini tondu nitwamuonire kuria nenda-ini cia ukinyaniria wira wa Charles ndurathi wega tugikiona hena niarutite group ya wira iria taringi ni application iria ahuthagira na akaruthi maundu maingi muno nitwamuonete kuria alafu all of a sudden Charles ndaroneka. Abogeithie mwiroreri kwanza. Mwiroreri njitagwo Rachel Charles ama Mama Shiko. Vile ukisikia ku mix ni sawa. Afadhali ni mix. Njitagwo Rachel Charles ama Mama Shiko. Na huko ndio kwetu. Karibuni sana. Asante. Nawasalimia. Ya mwisho hindi ya twokire guku by the way twari na Kish arire guku guku hakuhe akome guku hakuhe arare guku ora akonjuragia tugukaga na Kish akanjuria hihi ni turarugirwo guku otima na muthinji by the way turakiona we onawe ugi no weterere guthinjirwo ni madam na urakiona uria akihana. Yes, ndira tucokie thutha hanini. Was it on Wednesday? Ni Wednesday turabirie kuigua Charles ndaroneka na nie personally ni wanjirire tondu mukiri aratakwa kuma tene muno tene koguo na nikoragwo bado gifuata content cianyu uria mwikaga na riria wanjirire Charles ni akiura tugikioya ikinya riu ria kwamba go post nigetha tuonekana Charles ni agukioneka na ni urakimenya kuria borithi ni gutwira uria wathire ginya ukireport. What happened on maybe Tuesday and that Wednesday? Tuesday it was on Monday. Charles ni athia mathiko Tuesday kwao gicagi Nyakinyua Moro. Then ni akuaga andu juu ndi alikuwa chairman wa etagwo iyo ya mathiko ya macaka ya mau. So niwe yari chairman. So ni akuaga andu tondu ngari yake ri ndingiiganira andu aingi juu ni kadogo nikakufanya job nika watu watatu ama waine na andu aria akuaga ri mari andu 7. So Charles akaniambia ataenda kutafuta gari ya 7-seater na tulienda na yeye hiyo Monday. Tukaenda tukazunguka, tukaenda B Center, tukakosa. Akaambiliwa mahali ukiingililia Umoja 3 na junction ya Umoja 3 na Mama Rusi hapo. Tukaenda hapo na tukaangalia gari na tukapata. Jumazishi sasa ni ya Wednesday, ni ya Tuesday. Ni ya Tuesday. So hiyo yenye nakupea saa hii ni Monday. So venye tulienda hapo wakaongea na hao majamaa wakasema venye watapeana gari ni nini, akaambiwa amkia asubuhi Tuesday aende achukue gari. So Tuesday tukakuja na Charles akakaa, hata alienda job akarudi, hakukaa sana. Alienda job kitu saa 4. Aliniambia hata alibeba trip 2, sijui moja ya Doni, ingine sijui ya Nasira, akarudi akakuja akalala like some hours. Lakini ni kitu 2-3 hours akaamka. Venye aliamka alikuwa anafaa kutoka hapa saa 10 kwenda kuchukua gari. Walikuwa wameambiana na hao majamaa wapatane saa 10:30 hapo. So aliamka saa 10, hata mimi nilimwamsha, kaamka kaoga. Nikamrequestia bolt ya pikipiki. Si kuna bolt ya gari na bolt ya pikipiki. Nikamrequest, mimi ndiye nilirequest na simu yangu bolt ya pikipiki. Ikakuja, hata walipatana naye huko juu alianza kupigiwa simu kama hajatoka. Wakatoka, akaenda akapatana na huyo jamaa huko, huyo waduthi akambeba juu kwa map yangu kwa simu naona. Na akaniambia wamepatana, so akapelekwa mpaka hapo. Na akaniambia mwenye naye alikuwa amepewa gari hiyo yenye alikuwa anaitaka on Monday hakuwa amerudisha. So hata alihave kutoka hapo karibu 6. Na alikuwa ametoka kwa nyumba 4:30. So akaenda hapo, akachukua gari, akaendea wenye alikuwa anabeba. Wenye alikuwa anabeba ni including mamake na brotherake.
wakaenda mpaka Moro mazishi. Mimi nikaamka kitu saa 5, nikampigia nikamuuliza mlifika? Akaniambia tulifika. Nikamuuliza mko wapi? Mazishi chaanza. Akaniambia hata saa hii ndio misa inaendelea juu Catholic ndio walikuwa wanazikana huko. Nikamwambia ni sana, mimi ndio nimeamka. Kaongea akaniambia sawa. Haya tukakaa kitu saa 8. Kitu saa 8 akanipigia. Akaniambia saa hiyo ako Nyakenyi wa Moro kwa ushago mazishi. Akaniambia kuna kazi ingine yetu ilikuwa pale tushauriane ya pool. Na tulikuwa tumepewa uwanja tujenge, tuweke business, tukue tunalipa mchanga. So hiyo mchanga tulikuwa tunalipa first time yenye pool ilikuwa inafanya tulikuwa tunalipa 15,000. Sasa venye pool iliacha kufanya kazi akaifunga, hapo mbele juu kuna kiosk, tukakatiwa, tukaambiwa tukue tunalipa 10,000 juu pool haifanyi. Tukasema ni sawa. Haya wenye walikuwa kwa hiyo pool, wenye walikuwa kwa hiyo sasa kiosk, wakakuwa wanalipa 9,000. Charles anaongezea 1,000 hata kama amefuga hiyo pool yake. The reason ya kufuga hii pool ni juu venye tulijenga ilikuwa na kazi tena vizuri sana na ilikuwa ina boost. Wala vijana wenye tulikuwa tumeajili hapo, kukakuwa na pool ingine imewekwa hapo next. Ile kitu yenye mimi hata saa hii sionagi kama ni ya kawaida. Walihamia hapo wote including mwenye alikuwa anafanya kazi kwetu. Akaandikwa kazi huko. Kaenda huko na akitoka kwetu aliambia Charles ameenda kwa ushago. Na ilikuwa weekend. So by Monday aliambiwa hata kijana wake ako huko kwa hiyo pool na ni mpya iliwekwa Saturday. Akasema ni sawa na akatafuta kijana mwingine. Akitafuta kijana wanamuendea anaenda kwa hii pool. Akitafuta mtu wanamuendea anakuja kwa hii pool. Charles akafunga pool yake. Reason being hata inashinda hapo. Hakuna mtu wako hapo. Inashinda tu imefunguliwa tu na hakuna mwenye anacheza. Akaifunga. Na hata saa hii iko hapo hatujaitoa. Iko tu hapo akaifunikia na nini na makaratasi na akaekelea miti hapo juu yenye ile ya kunini Q-stick. Inaitangwa hivyo? Q-stick. Q-stick akaiekelea hapo na mipila ziko hapo, akafunika na akafunga. Sasa tukakuwa kenye tumebaki nayo ni hiyo kiosk sasa. Hiyo kiosk tulikuwa tunalipa 9,000. Tulikuwa tunalipwa 9,000 na mwenye tulipea. Na before tumpe hiyo kiosk ilikuwa yangu. Mimi ndiye nilikuwa nimeweka job hapo na nilikuwa nimeweka nikiwa agent wa M-Pesa na Equity na Family Bank hizo. At time ikafika mahali tukaibiwa. So hizo vitu zote zikaenda na zenye zilibaki zikamwagwa kama ni mchele nini zikachanganywa na salad. So hata ni kitu yenye hamngeokota. Tukarudi kwa nyumba. So tukaona badala hiyo store ika hivyo tukapea hao watu wa miguu. So wakakuwa wakikaa hapo. Until sasa the reason why yenye imenifanya nikurudishe nyuma kwa hiyo job ndio nikuja nikuonyeshe kwa nini Charles alinipigia simu akiwa mazishi. So on that Tuesday Charles akiwa Nyakenyi huko akanipigia kitu saa 8. Akaniambia mama mwenye ametukomboresha uwanja huko amepigia huyo hao vijana wenye wamekomboa hapo. Akawaambia waende watoe na wahame na akawakatia stima. Na reason ya kuambiwa hivyo ni juu Charles alifunga hiyo pool na akaongezewa akiwa akilipa uwanja 20,000. Reason being mwenye alichukua ile pool nyingine anataka hii uwanja. Na mwenye alichukua ile pool nyingine alikuwa ameambia Mathe anataka amuuzie hiyo pool. Na yeye Mathe yani akaambia Mathe ampe hiyo nini, akamwambia ni ya Wakaba si yake. Yeye kitu yenye yake hapo ni mchanga. Hizi vitu zingine zote ni za Wakaba. So unaona hawawezi saidiana juu umekuja ukanipigilia kazi yangu juu ukachukua watu wangu, so hakuna venye tutaongea. Ikafika mahali Mathe akasema sasa kama hautapeana utakuwa ukilipa 20,000 per month. Na alikuwa analipa 10k. Na hii 10k alikuwa analipa juu pool haifanyi. Sasa Charles akasema 20k haizi lipa. Akaambiwa ahamishe kazi. Akaambia Mathe mimi siwezi hamisha kazi na 5 days.
Juu alikuwa amepewa date 5. Akaenda wakaongea na hata mimi nilikuwa hapo though si kutoka kwa gari. Nilienda tu nikakaa kwa gari nikamwambia acha nikugojea hapa wewe uingie muongee na Mathe. Wakaongea akapewa mpaka date 15. Naye akamwambia Mathe, hizo siku nitazunguka wapi, nitafute uwanja ama nitafute nini nipate mahali pa kuweka pool. Nikipata well and good. Nikikosa utanivumilia nipate nini nyumba by date 30. Mathe akasema yeye amepeana mpaka date 15. Naye Charles akamwambia hiyo date 15 ikifika kama nitakuwa na mahali ni sawa. Nikikosa itabidi univumilie. Kumbe Mathe hakutaka kumvumilia juu Charles tulikosa mahali. Hata mimi nilikuwa anakuja ananichukua tunaenda tunatafuta naye tunakosa. Na pool iko hapo imefungwa. Sasa kioski ndio hii. Akaambia vijana watoke. Sasa venye walitoka siku imefungwa. So pool sasa imefungwa na kioski imefungwa. Mathe akapigia Charles simu akamwambia either ukuje unitolee hizi vitu zako hapa ama mimi nizitoe nikuhaibisha venye unataka. So Charles ananipigia simu akiwa Moro saa hiyo. Mimi mwenyewe nikamwambia unajua uko wapi? Alafu ananiambia Charles akiwa Moro akanipigia simu. Akaniambia Mathe amemwambia atamuhaibisha kama anataka kuhaibishwa kama hajatoa hizo vitu hapo. Na amejaribu kumwambia amgojee afike date 30 at least juu hakupata mahali na hata ikifika anaweza chukua pool yake ailete kwenye tunaishi. Mathe akamwambia yeye aende akatoe vitu zake. Nikamuuliza Charles, unajua venye uko bali? Akaniambia akaanza kuniambia unajua mtu anaweza fanya kitu watu washidangwe nini ili happen. Mtu anaweza fikiria kitu afike mwisho. Sasa hii ananiambia nitoe hiyo pool nitoe wapi? Nikamwambia Charles uko bali sana na wewe ndiye una drive. Wacha kuanza kukulwa na stress ukiwa huko na utarudi Nairobi na una drive. Hiyo na kuruhai. Unaona venye nakuanga na maroli mingi. Akasema ni sawa. Na tukaachana hivyo. All of a sudden nikaingia Facebook. Nikapata kuna accident. Mimi nikapiga simu. Hiyo accident I think ilikuwa flyover, ilikuwa ya lori na nini na pickup. Kitu ya kwanza nilipigia Charles simu, uko wapi? Umetoka? Akaniambia ndio tumemaliza mkutano. Juu yeye alikuwa chairman huku na kuna chairman wenye alikuwa na matanga ya ushago. So lazima wangekutana ndio wafuge vitabu. Akaniambia ndio wametoka huko. Nikamwambia mimi nimeona accident, wewe kuwa tu careful mkikuja. Kumbe ile kitu yenye aliambiwa na Mathe inamsumbua. Anashindwa kwenye atachukua vitu zake. Wenye hata walikuwa ni kama wameshikilia hiyo kiwanja wanampea hiyo 9,000 anatafuta 1,000 na wao wametolewa, wamekatiwa stima. Nimekuja kujua na sikujua kitambo. Nilijua jana. Charles alikuja kwa gari akilia. Na ana drive. Ati alikuwa na tunakuaga na hoods. Sweater, akavaa kofia. So alikuja ati analia. Sasa ni mamake alikuwa ananiambia jana. Nikamuuliza Mathe, venye Charles aliingia huku kwa nyumba Tuesday mkitoka mazishi, wewe uliona akiwa sawa? Mathe akaniambia mimi tulikuja naye kwa hiyo njia na Charles alikuja akilia. Na alilia mpaka si wenyewe tulikuwa tunaangaliana hivi. Na mpaka brother yake alikuwa hapo. Nikamuuliza, mlimuuliza kwa nini analia? Ati hapana na hata karibu atugogeshe gari mara 2. Yaani karibu wafanye accident mara 2. Nikamwambia at least ungetaka kujua ni nini ilikuwa ina happen. Juu hiyo siku Charles aliingia kwa nyumba. The reason niuliza Mathe kama aliona kitu. Wakikuja ni juu Charles alifika kwa nyumba macho ikiwa red. Nikamuuliza ni nini? Umekunywa nini? Ama umevuta? Ama ni nini? Juu hakunywangi pombe, hafutagi sigara, sijai muona akitumia anything. Akaniambia yeye hasikii tu akiwa sawa, kichwa inamuuma. Nikamwambia hata kama hauko sawa. Sije ikafika akaniambia, nikamwambia utakula? Akaniuliza mmepika nini? Nikamwambia tulikuwa tumepika ugali, tulikuwa tunakula na mayai ya nyanya. Unaona ile mayai unakaranga hivi na nyanya? Akaniambia sawa nipe. Nikamwacha hapa akiwatch news. Nikaenda nikampikia juu sasa watoto washalala, kitu saa 4. Watoto washalala. Mimi sasa hata nilikuwa hapa alinipata hapa kwa kiti.
So nikaenda nikampikia, nikamletea na akakula. Kukula akaanza kulala hapa. Nikamwambia badala ulale hapa, enda kwa bed. Akaenda kwa kitanda. Sasa hata hakukumbuka anatoaga nguo alale. Benye alishida kwa mazishi aliingia kwa kitanda hivyo. Nikaenda kwa bedroom nikamkuta. Na akienda kulala alifika pale akaniambia na uniamshe saa 10 nione kama nitaenda kazi. Mimi nilisema sitamuamsha. Kabisa kabisa nilijiambia sitamuamsha. Na tulikuwa kwa video call hiyo siku na rafiki yangu mwingine anaitwa AC. Nikamwambia AC, Charles venye ameingia leo, sioni akiwa sawa. Na ameniambia after some 3 hours 4 hours nimuamshe aende job. Mimi sitamuamsha. Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia ameingia kwa hii nyumba macho ni red, ananiambia anasikia yeye ni kama kichwa inamuuma, hayuko sawa. Sitamuamsha. Na jana hakuwa amelala vizuri na unaona asubuhi sasa hiyo aliamka by 4:30 alikuwa already achatoka. Sitamuamsha. Na tukaachana na Esi akaniambia ni sawa. Kama mnaona kama amechoka haina haja ya muamshe. Si tukaachana na yeye. Nikaachana na yeye tukakaa hapa, tukakaa na Esi tukiongea tu na video call. Tukaongea ikafika kitu around 6 asubuhi. Mimi nikaenda kulala. Sasa na yeye amelala bado. Ikifika kitu saa 3. Sasa nilikuwa na bwana msichana. Aliamka saa 3. Penye aliamka saa 3, kitu ya kwanza alifanya, alirudisha ile gari. Juu hakuwa ameirudisha. Reason being, amefika late, ilikuwa usiku, kitu saa 4:30 something. So, hata mahali alikuwa amechukua gari, kumefungwa. Akaambiwa ipeleke kesho asubuhi. Juu naona lazima waiangalie kama ameiharibu na nini, kama amegogesha. Akaambiwa ipeleke asubuhi. Akasema sawa. So, hiyo asubuhi aliamka. Akapeleka hiyo gari. Na twarire agicoka. Agioka. Gari ni ore. Ni akuire mwanake witagwo Vincent Waru. Ni riu akinjira. Ni akuire mwanake witagwo Vincent Waru. Uthondekaga thimu na haha ni wakwao gicagi still. Aneto Waru amurehere ni andu akwao. So amwitira Waru agioka akimuristatira gari. Akimujamstatira gari ria huraga. Amujamstatira ri agithi kuhoria ri akihoria ningi ikihora ringi. Akihurira Vin tondu daumirite gate. Vin agicoka. Agĩũka akĩmujamstatĩra rĩngĩ. Ĩkĩjamstatika. Akĩra mũirĩtu wakwa wa nyũmba oe gĩtambaya mũhurĩre igũrũ. Hĩndĩ ĩyo rĩu nĩ Wednesday kĩroko-i. Niĩ ndĩ toro. Rĩu nĩ ndokĩra ndakora mũirĩtu akĩhura ngari igũrũ. Ngĩmwĩra umeambiwa ukaguze? Akĩnjĩra Charles agĩũka akĩnjĩra atĩrĩ, mlipika chai? Ngĩmwĩra na nikampea chai. Badala ya kunywe aliweka kwa thermos ingine anabebanga ya LED. Akaenda nayo. Kwenye alikuwa anaenda town. Kuna tugali twa Uber, kuna mahali tunapeanangwa. Sometimes nilisikia akiniambia hapa na 0%, sijui nini unapewa, kuna pesa zenye unaweza pewa per day unalipa. Kama ni 2k, kama ni 1900 hivyo. So alikuwa anataka kwenda huko. Na mimi alikuwa ameniambia ataenda. Sijui kama wanakuanga na ofisi zao Westland ama Upper Hill, sijui ni wapi kati ya huko kuili. Akaenda. Venye alienda, si ameniacha kwa nyumba mimi. Nikakaa tu hapa, nikakaa. Nikarudi kulala. Venye nilirudi kulala, Charles alirudi kwa nyumba around 2. Saa 8. Charles akarudi kwa nyumba, alipata Dylan. Akikaa hapa. Dylan ni kale kijana kangu kadogo. Kana watch. Msichana sijui kama alikuwa bedroom, mimi nilikuwa nimelala. Charles akakuja akachukua simu zake. Akachukua power bank, akaziweka moto. Tunageanga hapa. Akaziweka moto zote, akaziweka hapa. Akachukua jacket. Sasa kulingana na Dylan akiniambia. Na hizi vitu zake za moto zilikuwa hapa, zilikuwa zina charge. So hata mimi nikiamka nilizipata hapo. Lakini Charles alikia bedroom akachukua jacket, akavaa. Na si koti, ile ya suti, jacket. Akavaa. Ya brown, if I'm not wrong. Akaenda. Akatoka. Ati aliambia baba nakuja. Na Dylan akamwambia sawa. Sasa akatoka.
Hiyo ni allowed na allowed 2 pm to 2:30 hapo. Juu Dela anatokanga shule saa 8:30. So ni hiyo masaa. Akatoka akaenda. Na before aende, aliingiza hii gari inalalanga nje ya gate. Alifungua hapa hii gate yangu, akaingiza gari, ndio maana unaiona kwa compound. Otherwise inalalanga hapo nje. Akaingiza na simu zake ziko hapa kwa moto. Charles akachukua jacket, akaenda. That was on Wednesday. Mpaka saa hizi sijui Charles ako wapi. Simu zake zote akaacha hapo. Simu zake zote aliacha hapa. Power bank iko hapa. Gari ndio hii. Kifungua ndio hizi za gari. Ndio hizo. Na hiyo time wakati alikuwa anatoka wewe ulikuwa? Mimi nilikuwa nimelala. Ulikuwa umelala. Hata hakukuongelesha akikwambia anatoka. Hata hakuniambia nini. Na venye niliamka nikapata charger zake hapa, nikapata simu zikicharge. Ni venye tu unaweza fikiria ameenda kinyozi. Ndio nikauliza Daddy ameenda. Akaniambia ametoka, vaa jacket, akasema anakuja. Mimi nikakaa, si amesema anakuja na sinaona simu. So hata akili yangu haikuna venye itaniambia huyo mtu ataenda na asirudi. Hey, Charles. Na newe kagumenyithie mwiroreri ati Charles ni murata wako muno. No niramenya arume matikiaragia muno at least. No nyende utwire atiriri. Hizo before sasa apigiwe simu. Hiyo time yenye alikuwa mazishi. Hapa penye difficulties zimeanza kuingilia hadi watoto wamefukuzwa shule. Alafu kidogo tena kazi yake ndio iko affected. Alafu mara ya mwisho anapigiwa aondoe kazi ndio awachie mwenyewe kiwanja. Alikuwa na ukimwangalia hivi like body language yake alikuwa na behave aje? Sasa alikuwa na stress because penye hiyo kazi imefungwa huko chini. Alibaki yeye akihaso na Uber, hata hakuwa amefungua Uber. Alikuwa na Bolt na Falas na Yego, hizo vitu zaona na Litro Cab, sijui na Wigo hizo. All of a sudden Charles alitoka asubuhi moja hapa akaenda job. Kama kawaida alikuwa ananiambia nimhamishe saa 10. In fact kwa YouTube channel yetu kuna vlog alifanya asubuhi venye anamkaga, anajitayarisha, venye anaendanga, ana request customer wanaitana hivyo. So hata mtu akienda hapo ataona venye anamkanga hiyo nini yote hapo. So aliamka akatoka akaenda job. Akaniambia kitu saa 2. Sijui kama alikuwa airport ama alikuwa wapi. Alibeba customer. Huyo customer alikuwa msichana. Already. Akamwambia anatujua yeye ni fan wetu wa YouTube. Na tunafanyanga kazi mzuri nini hivyo. Akamwambia sawa, tumeshukuru. Akampeleka hapa hili. Msichana akafika. Kwa Uber ama Bolt wenye wanazijua, uki-add trip kuna venye inakuleteanga, inaitangwa nini hiyo rank star. Rank like unaweza wapea 5 star, unaweza wapea stars ama upeana experience ya venye umekuja na nini, venye umeona hiyo ride nini hivyo. Si yeye amemdrop. Si customer anabakingi aki-edit trip yake as long as umelipa. Hata kuna wengine wanaedigi bado wakiwa kwa gari. So ina depend. Ati yeye hakumpea star and then akamwekea alikuwa na over speed. Alikuwa gari ni chafu na hajui kuhandle customer. He mishandles customer. Na akatuma. Charles amejua, hakujua. Na yeye akaendelea na kazi. Kitu saa 9, saa 8:30 hapo account ikafungwa. Na walikuwa na mkutano ya online drivers, na kumbuka vizuri. Sasa alinipigia simu akaniambia account yake imefungwa na hajui imefungwa kwa nini. Nikamuuliza kwani umeripotiwa? Akaniambia hata hajui. Nikamwambia mostly wenye wametufuata kwa YouTube wanasikianga Charles akisema yeye hakusoma sana, even if hata mimi sijasoma hiyo sana. Charles anasemanga juu vitu
zile mingi zake mimi ndiye huhandle. Nikachukua, nikamwambia wewe utaniletea, tutume email tuone ni nini. Juu kwa hiyo ni ya Bolt, kuna mahali inaitishanga support ama usend message about the trip ama kitu yoyote yenye unataka kuongea na wao. Mimi nikaenda nikaandika, nikawauliza what happened, mbona nimekuwa suspended, sasa sina act kama Charles, mbona nimekuwa suspended, nini hivyo. Walinijibu wakaniambia amekuwa suspended for 3 good months until 29th November this year. Nikauliza reason. Juu huwezi suspendiwa with no reason. Aya. Wakaniambia sasa hiyo nini? Alikuwa reported ya kumishandle na nini, ati gari ni uchafu na overdrive, sijui over speed hiyo. Nikauliza Charles, kwani kuna mtu ulibeba akasema sijui una overdrive sijui nini? Hii kitu ndio inasema. Akasema yeye ajui. Lakini hakuna mahali ame overdrive. Na hakuna mahali, na hiyo gari by the way inaoshangwa pale na Suja almost every day hapa kwa gate yetu. Na wanaendanga hata mara mingi anakujanga anawashia hapo, inabaki ikioshwa, yeye atakuja akilala, akiamka anaenda akichukua gari yake akienda. So nikamuuliza sigari ilioshwa jana na mbona gari inatupa ni chafu. Kaniambia hata mimi sijui sasa. Tukafikiria hii ni yenye amepewa ni ya hiyo siku. Mimi sikuwa nimeangalia date. Lakini tuliona ni saa 5. Tukafikiria ni saa 5 ya usiku the same day. Saa 5 Charles akakuja na akalala. Mimi niko tu hapa na watoto na simu na nini tunapika alafu tukakaa. Sasa akakuja. Saa 5 ikafika. Kuchukua simu akajaribu kuhakisha Bolt haiwaki, inamwambia iko suspended. Si ndio tukasoma. Kumbe ni mpaka date 29th November this year. Nimejaribu kuongea na hao watu hata email sasa ya wao direct, nikaenda kwa email sasa hiyo akina @bolt nini hivyo. Charles akaniambia hata kama unaongea na wao wanakuanga na ofisi town, sijui ni wapi, sijui kama ni hapa Hill ama ni wapi mimi, but nasikianga mostly ananiambia mambo ya hapa Hill ama Westland, some of those two. Moja yake akaniambia ataenda kuangaliliwa, si akaenda. Venye alienda akaambiwa account yake ilikuwa reported. Sasa hiyo ya kumishandle gari ni chafu na nini hivyo ndivyo aliambiwa. Akauliza okay time yenye iliripotiwa. Juu unaona alibebana asubuhi, imefugwa saa 8 ikielekea saa 9. Ndio akaambiwa ni saa 2. Akaanza kupiga mahesabu, nani alibeba saa 2, alienda wapi, akauliza trip ilikuwa ya wapi, akaambiwa. Ndio akakumbuka alibeba mtu mwenye alimwambia yeye ni fan wetu na alikuwa anampeleka hapa hivi. Sasa ndio hivyo ni yake ikafungwa. So Charles amekuwa na stress. Account imefungwa. Akiangalia akiona watoto wake. Sasa hiyo ilikuwa hii mwezi ikianza. Hata end month ya last month. Watoto wake wamefukuzwa shule ndio wamefungua. Unajua hii term ni kidogo sana ya shule. Ilikuwa ya 2 months. So venye walifungua hata within 1 week wachape wa barua. Sawa wachape wa barua venye wanafaa kulipa school fees na nini hivyo. Na mpaka wakaambiwa watoto wasiamkie shule. So Charles ako na stress. Bolt yake imefungwa, hana income nyingine, kama ni falas ama nini hana. Sasa ndio zimebaki hizo falas sijui nini. Alikuwa ananiambia sasa ajia ataanza wapi. Huyu client kwani ukifikiria maybe kulingana na sasa hiyo story, huyu client ama alikuwa anafikiria wakati ataambia Charles yeye ni fan, Charles ambebe bure? Mimi sijui. Ama alikuwa anataka nini? Mimi I don't know. Sijui expectations zake zilikuwa gani. Unajua hiyo ndio inakuanga mistake ya mafans huku nje. Wakati mtu anakuwa mtu wa social media, I think
they think maybe huyo mtu amemake it sana wakati mnapatana. But then ukora ni ushamanagia nado magakwira ati nunua chai mimi ni vanu wako. Na unasema hivyo, na kuna mwenye alimkuta ati mahali akikula chipo na avocado, akamuuliza hata wewe unaweza kula mahali kama hapa? Sasa mpaka alinipigia simu akaniuliza kwani tunakuanga tukikaa aje? Kaambia yeah, so mafans huwa wana mistake sana by the way, wanaonanga mtu akiwa wa social media wanaona huyo mtu amemake it. Sasa hiyo ni siku sasa ya kazi. Hiyo ni scenario ya sasa venye job yake ya online ilikuja kufungwa. So ikafika mahali watoto si wamefukuzwa shule juu ile app ya Uber yenye babake amedownload haijaanza kumrushia kazi. So kazi yenye anapata, hata pesa yenye anapata akisema ni tukule hawezi. The reason being hata gari yenye yako nayo anafaa kulipa per day. Hiyo yake yenye anafanya nayo job anafaa kulipa per day. So akipiga mahesabu aone analipa gari, aone tunakula, aone venye niko hivyo, I think stress zikakuwa too much. Sasa ikafika mahali watoto venye walifukuzwa shule, aliniambia ni sawa. Nilisikia ameambia Blessing hapa, mkifukuzwa shule mkuje mkae huku, hata ni kwenu mtakaa tu chini juu. Sasa hata mkifukuzwa mtaenda wapi? Ya Blessing akamwambia si tutakuja tu kwetu. Mimi venye watoto walifukuzwa, kuongea kweli sikuweza, nilikuwa na stress. Watoto wangu hawajaifukuzwa shule. Babake hajaishindwa kuwalea ama kuwapea anything. Watoto wakihitaji kila kitu babake yako hapo. Nikafika mahali nikajiuliza nitasaidia aje na sina job, niko tu, alafu niko almost kujifungua. Nikanyamaza, nikaingia TikTok. Hapo ndio niliambia marafiki zangu wanisaidie na school fees ya watoto. Na nikapewa 30,200. Na nikaenda nikalipia watoto school fees. So mzigo wa school fees ikaondokea Charles hivyo na ikatoka. So tukabaki sasa tusumbuana na hii mambo mengine. Nilikuwa nimeona ukisema hadi umepewa notice ya kuhama, ni nyumba mmeshindwa kulipa ama what is happening? Mpaka hiyo. Juu sasa unajua ni vitu nimeona online. Unajua mimi nawafuatanga. So apart from maybe you are my friends, still huwa na watch hizo vitu mnafanya, content mnafanya. Sometimes ukiingia live hadi nakuwa notified. Sometimes hata utaniona but nitakuwa kwa hiyo live. So nilikuwa naona ukiwa live TikTok na hizo stories zote ziko huko kwa social media. Hiyo siku yenye Charles alitoka akaenda, the same day nililetewa barua ya huku kwenye tuko. Hata sijui iko wapi, iko tu hapa. Iko na sister zangu na huko ndani waitishi. Si lazima utuonyeshe because now I think nilikuwa nimeona kwa mtandao. Okay. So ikaletwa. Mimi nilikuwa nimetoka. Nilikuwa nimeenda huko kwa main gate kutafuta food. Nikaacha akina Blessing hapa. Nikaambia Blessing nikifika hapo kwa gate, juu nilikuwa naenda huko Naivas huko. Nikamwambia nikifika kwa gate nitakupigia simu tupatane hapo. So venye nilipigia Blessing simu yake, nikamwambia tupatane, alikuja mpaka hapa akaniambia ulikuwa unatafutwa na nani? Na Mama Joey. Nikamwambia alikuwa anataka nini? Alikuwa amekuletea barua. Na juu huyo mama anauza hapo karibu na gate. Nikamuuliza ulikuwa unatakaje? Nasikia ulikuwa kwangu. Akaniambia nakuja, kuna barua nyingine hapo nakupea. Nikamwambia sawa. Mimi nikaletewa barua. After kumwacha nikakuja kwa nyumba, alikuja akanipea ile barua. Venye alinipea, aliniambia hii barua ni ya Charles, ukuje umpe. Of course hautaletea bwanangu barua nikosa kusoma. Nilifungua vizuri sana na nikasoma. Sasa hiyo si tunatarajia tu Charles atakuja juu aliacha vitu zake, mimi nikafikiria ameenda hata amepiki kinyozi. So ziko tu hapa. Hiyo Wednesday sasa. Mimi nikafungua. Kufungua nikapata ni barua inasema tuhame within 14 days. Reason ya kufanya tuhame, tunaambiwa tumekuwa tukikalisha rent. Si ati hatulipi. Tumekuwa tukikalisha rent. Juu tukiingia hapa, tulikuwa tunalipa rent by date 5. Na kama tutarukisha maybe date 6.
So Charles akakuwa venye mambo imekuwa ngumu, ile kazi yenye ilikuwa ina boost na nini hivyo, na unajua akakuwa tu akilipa date 15 20 hapo. Kumbe mwenye huku hafurahi juu ya kulipwa date 15 ama 20, na si ati Charles anamkisha mwezi kama hajalipa. Akampea nini, akamwambia ahame within 14 days. Nilisema hiyo barua na saa hiyo usahau Charles hayuko. So niko peke yangu. Hiyo ni hiyo Wednesday. Hiyo ni hiyo Wednesday sasa. Mimi bila kujua nasoma barua peke yangu, na nitakaa peke yangu na nitaisoma peke yangu, mimi ndiye nitajua peke yangu. Nikasoma ile barua. Nilichukua hatua ya kupigia mama mwenye nyumba. Juu mwenye alinipea barua ni msichana wake. Kwake ni huku nyuma ya kwangu. Nikapigia madhe simu. Nikajitambulisha juu mimi hanijui, huwa hadili na mimi, anadili na Charles. Mimi tangu tuingie huku hajawahi deal na mimi. Mwenye anadili na yeye ni Charles. So mimi nilihave kujiintroduce ni nani. Na nilipiga na simu ya Charles, sikupiga na yangu. Venye nilimpigia nikamuuliza madhe, kuna barua ulitumana? Akaniambia nilitumana hiyo barua. Iende itaipiwe haraka uletewe juu sitaki tusubuane. Nikamwambia madhe Charles hayuko, mimi ndiye niko. Charles hajarudi bado. Lakini nimepewa barua na ninaona hii barua ikisema tuko na alias ya 2 months. Akaniambia mko na alias ya 2 months. Nikamwambia ndivyo barua inasema. Akaniambia hebu soma hiyo barua nisikie kama inafanana na yenye niko nayo ama na yenye nilituma. Hapo nikajijazia hii barua si madhe alituma. Ilitaipiwa huku. Juu madhe anasema nirudie ile barua nisikie kama asikie kama venye alitumana hivyo ndivyo iko. Nikajijazia hiyo barua haijatoka kwa madhe. Yeye ni kupeana, amepeana mamlaka type upeane. Nikamuuliza madhe, ni alias gani unasema tuko nayo? Akasema mko na alias ya hamna alias. Lakini nikamwambia hii barua yako inasema tuko na alias ya 2 months. Nataka nijue Charles ni mwezi gani na gani hakulipa nyumba. Na sasa hiyo namuuliza hivyo. Nishachukua simu za Charles zote mbili. Juu ako na line mbili ya 21 na ya 58. Nikaenda na nikaitisha statement ya 1 year. So niko nayo kwa Gmail na nimeangalia from January zote zimelingana, hakuna mwezi hatujalipa. So nikimpigia nataka tu conclude aniambie ni mwezi gani hii yenye Charles ako na arrears. Ni miezi gani? Madhe aliniambia hatuna arrears. Na kwa barua kunasema tuko na arrears. Venye alisema hatuna arrears nikamuuliza okay. Hatuna arrears. Tuko na deni ya lini na lini? Alisema September. Si tuko September saa hii. Venye aliniambia ni September nikamwambia sawa. Nikamuuliza nikuwekee pesa ya September? Akaniambia hataki pesa yangu. Anataka tutoke tuhame. Hatujakuwa tukilipa nyumba venye tuliabiliana by tarehe 5. Sasa hiyo ananiambia ni hame hata mwezi by then was date 16. Wanaweza kulikuwa date si leo ni 20. So I think ilikuwa date either 16 ama 17. Leo ni 20. So ilikuwa either date 16 ama 17. Hiyo nikimpigia. Madhe akaniambia hataki pesa zetu, anataka tuhame. Nikamwambia ni sawa na mimi nikakata simu. Bila kujua hata nilikuwa na mrecord. Hizo recordings niko nazo. Juu mimi nilitaka nijue ni alias gani tuko nazo. So nilirecord the voice katikati yangu mimi na yeye. Juu venye alichukua simu alianza kuongea like unaona ule mtu mwenye unaongelesha hataki kusikia, hata huwezi muelezea kuko hivi uko hivi, ama wewe venye mnapitia huwezi muelezea. Juu ilifika mahali mpaka nikamwambia madhe mimi sikukupigia simu tupigiane kelele. Si madhe akasema sasa tuhame. Na si ndio hiyo nilisema, nilikuwa sasa nimesema hapo mpaka tumepewa notice. Na venye tunapewa notice kumbe Charles venye alienda hiyo Wednesday, na hiyo Wednesday ndio nimeletewa barua. Charles mwenyewe hajui tunapewa tutoke kwa nyumba ya wenyewe. Kwa hiyo hata saa hii hajui. Hata saa hii hajui penye yako.
Tolo hakuna venye ananiona online nikimtafuta. Sasa hajui kama tumeambiwa tuhame. Na hajui kama nimeambiwa nitoke na watoto. Hizo vitu zote zina happen in a very short time. Kufungiwa, kufukuzwa sijui kwa kazi, kuambiwa mtoke, muhamishe vitu, ndio hiyo kuripotiwa, ndio hiyo kuambiwa muhame, yote tu ni a very short time. Wewe huko ni kwa maodo makihana. Kuna watu wengi sana wako na maswali, kuna wengine wanaona ni kama, nimeona hadi watu wakisema ni maybe inakaa prank, nimeona watu wengine wakisema sijui bla 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 bla. Kuna watu by the way wanasema ati huyo mama apeangi bwana yake amani, bwana ako tu mahali ameenda kutafuta amani. Mmekuwa mkikaa aje na Charles? Juu nimeona mkifanya content by the way, hadi mkienda clinic nini, a very good content za vlogs. Mmekuwa mkikaa aje? Kuna mahali maybe mmekuja mkakosana recently? Mimi if naweza kubuka mara ya mwisho mimi kukosana na Charles, ile kukosana yenye sasa unasikianga mmekosana na mtu. It was on January ama February. Na kenye kitu tulikuwa tunakosania ni kitu kidogo hivi. Na by the way, kama sio ile story ya Karango na bibi yake to get trend, cause aliingianga live TikTok. Akaanza kusema kama nikuua nitaua, akasijui nini hiyo siku. Alafu nika alert moderator wangu wenye wanakuanga kwa live yangu, ndio wanakuanga pia kwa Charles. Rafiki yangu mwingine anaitwa Karo. Nikampigia nikamwambia Karo na huyo AC. Nilikuwa nimeweka AC na nikaweka Karo. Nikamwambia Karo enda kwa live ya Charles. Kila mtu akijaribu kuuliza Charles ni nini inaendelea, umblock. So kukosana mimi kwangu na Charles. Lastly ile kukosana tulikosana kama January. That is 8 months ago. Yes. So hakuna kitu, hakukuwa na issues yoyote. Hata nini. Na that's why umekuwa ukituona tunafua, tunaenda clinic, hata tunapika, tunafanya kila kitu. Na mbebesha miba huku na mero. Nimekuwa nikiona so hizo vitu zote tumekuwa tukifanya juu tuko sawa na hakuna mahali. Tulikuwa unaona hiyo time sasa tukifanya hizo vitu zote alikuwa na account yake ya Bolt. So hana stress. Juu alikuwa ana struggle nayo na ana manage kulipa bills zake na ako sawa. Na by the way nimeonyesha hadi content walikuwa wameshoot before Charles aende. Charles akifua nguo za mtoto, the expected child akizifua tu hapo nje, maybe utawa-uploadia maybe later. Nimeona, so ni kumaanisha the family was very very happy. So turudi nyuma hapa on Wednesday. Now we are on Wednesday. Charles ameenda, Charles simu zake zote ziko hapa, kifunguu gari ameingiza, na yeye ndio anajua sababu ilifanya atoe gari nje aiingize ndani kama inalalanga nje. So yeye ndio anajua. So utachukua hatua gani after hapo? Hiyo Wednesday. Kukiwa jioni kuna madriver walipiga simu na walipiga ikiwa group call. Wenye waliendeanga gari na wao pamoja Mombasa. So mimi nilijoin the group call. Juu walikuwa wanaambia Wakaba ongea. So I had kuingia. Nikamwambia Wakaba alitoka kwa nyumba by saa 8 na hata saa hii hajarudi. So mimi ndiye niko hapa, mimi ndiye niko na simu. Na mimi nikatoka. Sasa nimetoka kwa hiyo group call. Nikawaacha hivyo. After walimaliza hiyo group call, mmoja wao alinipigia. Akaniuliza ni nini inaendelea. Nikamwambia Charles alitoka na hajarudi. Hatujamuona. Na simu zake zote ziko hapa, gari iko hapa, kifungu ya gari ndio hii. So hajarudi, na that's why nimeingia ndio muache kushida mkimuita Charles ongea. And then after hapo that was on Wednesday. Hiyo ni Wednesday. Na I think wakati ilifika usiku hapo ndio uliniinform. It's unique. Juu Charles ameacha simu zake hapa, by the way you told me that. Na ukaniambia Charles hajarudi na simu zake ziko hapa, I am worried. That's what you told me. Ilikuwa karibu ilikuwa saa 6 saa 6 ya usiku. Ukaniambia hapa kulingana na vile niko, na nikakuuliza swali, nikakuuliza Charles amewahi lala nyumbani, swali yenye nataka amewahi lala nje, swali yenye nataka uwajibu tu hapa vile uambie vile uliniambia. Charles analalanga nje akiwa job.
hararagi nje kama hayuko job. Na mta communicate, utajua na tutaongea. Na hata akiwa huko mara mingi unaona silali usiku, nimekaa tu, tutaongea. Hata kama naenda kulala hiyo saa 7 nitampigia simu, niambia kazi nakaa hivi, mara kuko hivi. If Charles hayuko job, ako kwa nyumba, juu si ule mtu mwenye ako ati na marafiki wameenda kuchila ama ameenda wapi. Mimi sijui Charles akiwa na marafiki ati wakwenda kuchila ama kukunywa pombe. Alafu pia uwezi enda kuchila una simu. Unajua by the way siku hizi simu imekaa ni kama kichwa ya mtu, uwezi iacha. Mtu hata akipoteza simu, Kenya anafanya kitu ya kwanza ni hakikisha amenunua simu nyingine. So uwezi afford even one single day ukae bila simu. So that was on Wednesday. Ikafika Thursday. So nataka utuambie now zile hatua ulichukua from that Wednesday. So hiyo Wednesday venye alikosa kukuja, asubuhi kukakuwa mmoja wa hao madriver ndiye aliniamsha. Wenye tu walikuwa mkutano ya hizi magari. Akaniuliza Mama Blessing, venye alipiga simu ya Charles. Alipiga simu ya Charles yangu. Mama Blessing akaniuliza Charles alikuja? Nikamwambia sijamuona. Mpaka saa hii usiku hakukuja, nikamwambia Akaniambia saa hii ni saa 4. Alitoka jana saa 8. Unajua kama huyo mtu hajarudi kwa nyumba, the first suspicious person ni spouse. Unafaa kuwa umereport whether ni 24 hours ama zimeisha ama hazijaisha. Huyo mtu hajarudi kwa nyumba, hujui yako wapi. Nikamuuliza nafaa kuripoti saa hii na 24 hours hazijaisha, juu mimi najua nilikuwa nafaa sasa venye hajakuja na ni saa 4 nigoje mpaka saa 8 sasa niende niripoti niseme hayuko. Huyo mzee akaniambia niende niripoti. Nilitoka nikaenda mpaka nilienda saa 6. Nikaenda na nikaripoti na nikasema Charles jana alitoka kwa nyumba venye niliambiwa na dealer, na alitoka akamwambia anakuja na hajarudi. Sasa nikapewa OB. Sasa mimi kupewa OB, mimi sijui kama ukipewa OB. Mimi hata nacheka juu at times unajikuta utacheka tu. Juu sijai deal na polisi tena mimi. Sikuwa najua ukipewa OB bila stamp ni makosa. Na ile stamp, na ile OB yenyewe iko na jina Kayole Police Station. So mimi sikuwa nafikiria hata kama imeandikwa Kayole Police Station lazima ipigwe stamp. Simi nikakuja. Venye nilienda nikaripoti, nikapewa hiyo OB sasa yenye haina stamp. Ndio huyo Charles akakuja. 24 hours zishaisha. Hawa madriver wananiuliza umempata? Amerudi? Bado. Acha tuende tuongee, wako na radio yao ya online drivers. Acha tuende tuongee, tualate hawa wengine in case waone Charles, wanamshaga sijui Charlie Whiskey, sijui whatever. Kwa hiyo Romeo yao alate hawa wengine. Nikamwambia sawa. Nikakaa kitu 6. I think it was on 6 ama 5 hapo. Hiyo Wednesday jioni. Hiyo Thursday sasa jioni. Nikamuuliza mliona aje? Akaniambia niliwaambia na tukaomba sana na tukasema mwenye atapatana na Charlie Whiskey aseme. Nikamuuliza is it good ni post online? Akaniambia kulingana na ile influencer mko nayo na venye mnaonangwa na venye mko na page yenye iko na watu wengi na Charles anajulikana online juu ya Shiko, fanya hivi mpost. That's why they repost online. Kupost, nilipost including the OB. Mimi najua OB haina stamp. Najua inafaa kukuwa na stamp. Wacha nipigwe vita. Wacha nipigwe vita ya stamp na ni stamp yenye hata mimi mwenyewe siwe unawe nimechanganyikiwa. Sijui kama inakuanga na stamp ama haina. Na wacha nikwambie hata venye nimeenda kupigisha hiyo kitu stamp, polisi mwenye nimekuta ni yeye nilikuta nikiripoti. Juu hata leo nilikuwa huko. Nikaenda venye sasa niliona hii mambo ya stamp sijui nini na nisha ripoti na nikaambiwa nipeleke picha. So simu yenye nilikuwa nimebeba haikuwa na picha mzuri. Sasa nikasema nitaenda jana Friday. Mimi jana Friday leo akalemewa. Juu miguu imefura. Unaona vile nakaa? Imefura kabisa. Miguu imefura. Nikasema nitaenda leo. Leo nikatoka nikaenda. Kitu ya kwanza nilipita cyber. Nika print
picha. I think utawekea pia. Kaprint picha. Nikapeleka huko. Ule polisi mwenye nilipata akaniuliza, huyu mzee si anakaa familia? Nikamwambia mlikuwa mnashika watu wake tushauriane akiwa na pool. Anakuja hapa na anawatoa. Akaniuliza huyu si Charles. Nikamwambia ni yeye. Juu sasa naona nimemuonyesha picha. Juu ile simu yenye nilikuwa nimebeba hiyo siku ni ya Shiko na haina kamera mzuri. Juu yangu ilikuwa na moto na hakukuwa na stima. So yenye nilienda nayo leo venye waliona picha wale wengi wanamjua. Wakaanza kuniambia huyu mzee kama ameenda. Hajaenda mbali. Juu the first thing hajabeba simu na ameacha gari yake. Wakachukua picha na wakaihang. Nikaanza kuwaambia, so venye nimeanza kuambiwa nitoke kwa nyumba na Charles yuko. Wakaniambia huyo mama lazima akue hana utu. How comes aniambia nitoke na niko hivi. Namwambia hata mimi mwenyewe sijui. Sasa nimekuwa referred kwa chief. Juu siwezi weza kuhamisha hizi vitu zote ziko huku na watoto na shule ndio hii na niko peke yangu. So hata mimi niko stress, sijui. Pole sana na newega menyithie landlord wa nyumba eno riu ya Wakaba. Ni gukoragwo na tenant landlord acts iria cihuthakaga cia maybe cia ku guide uria landlord abatie gwikarania na tenant, na nigetha uhe mundu notice ya guthama gwaku angikorwo nduramubatara ringi no nginya umuhe 90 days akorwo agithama. Mundu uyu ti ati ni nyumba yaku atarihite ona angikorwo ni aragicererwo mweri ndurahituka, koguo it's against the law kuingata mundu nyumba tamuhite notice ya 90 days. It's against the law na no angikorwo we landlord ni join ni uguo ubatie guthi urore acts icio ciothe iria cigaidaga tenants na landlords. Koguo vile tu amekurifa kwa chief no nyende uthie kwa chifu. Na by the way we will take this very seriously. You cannot just evict someone. This woman is heavily pregnant. I think in the next maybe 1-2 weeks maybe atakuwa amepata mtoto. So na unaona Charles hayuko, hawezi hama. So ogo tu marakwira wethie wa Shifo uria agukwira in case agikorwo madam uyo ni ako insist, now we will use the legal law. Akohe 90 days ukorwo riu taringi wacokereria hanini ni njui ni ugakorwo wina mwana hindi iyo wethe nyumba kahora ugigithamia angikorwo riu ndarakenda guikara na gukorwo landlord waku ringi. Muikarite ihinda rigana atia? Miaka 5. So you can imagine your client for 5 years urokera tu kamwira athame ati tondu ni aracererwo kuriha. Andu ni magaga mbia na hena andu nginya mundu aremagiriro nginya pio kuriha nginya mweri wa mbere wa keri ukona mundu ni aikarire gwaku na ndarihite. No aya matire maremererwo na ni matuire marihaga. Koguo ni ubatie ku understand landlord tenant waku. Riu uguo nigo ingikwira. So now umuthi ni Saturday. Today is on Saturday. Koguo ni that is Wednesday, Thursday na Friday riu ira Charles ajalala kwa nyumba haujui penye yako. Sijui penye yako. Janiongelesha. Hujampata. Watoto ndio hao. Kwanza Shiko. Hata mimi mwenyewe nilishindwa nitamwambia nini. Shiko anaenda mpaka kwa gate kuuliza soldier. Uliona dadi hapa lini? Oh yeah. Pole sana. Wehe hinya. Now you have your family. Kuna
kuna wazazi wa Charles, kuna siblings, kuna wazazi wako. Tondu nijue ni moraniirie nao ri marakwira atia kuringana, tondu we niwe uwi Charles wega, gutiri mundu uwi Charles tawe, gwiciria ona mami wao thaa ici ndangikorwo o Charles gukira. Marakwira atia hihi, kana ni advice iriku marakuhe? Kuna mambo zenye unaweza shindwa kama uko peke yako, ama kuna kenye watu wanajua ni wewe haujui, ama ni nini. Juu ni simu tu unapokea. Halo, muraidi atia, muhana atia, Charles niokire? Asha, sawa, nieguka. Simu inakatwa. Leave along that. Venye niliposti hiyo posti kwa Facebook, aunti yake alinipigia simu akanigereresha kama mtoto. Nikamuuliza, aunti, ningefanya nini? Charles aliacha kila kitu kwa nyumba. Hatujui tumtafute wapi. 24 hours zishaisha. Charles hajailala nje kama yuko job, simu zake ziko hapa. Akaniambia, hauge post hizo vitu, afadhali uge post. Nikamkatia simu. Na sasa hiyo hapigi na simu yangu, anapiga na simu ya Charles. Kanyamaza. So zile vitu zenye mostly wao wananiambia ni atakuja tu, ama hakuna kitu imeonyeshana hivyo. Na ni sawa, juu hata mimi naamini atakuja. Na atakuja akiwa sawa. Nao time yenye nipigia my mom, na nikapigia my aunt, sister ya mamangu. Waliniambia siwezi kaa peke yangu. As much as niko na msichana wa kazi kwa nyumba, siwezi kaa peke yangu bila relative ama nani. That's why walinitumia sister yangu. So saa hizi niko na sister yangu hapa, na niko na msichana, na sasa watoto wangu wawili. And then saa venye hii kitu ililemea Shiko kuhandle, I had kupigia auntie, sister ya mama, anakuanga sister wa Catholic. Nikamwambia auntie, kunaenda hivi, Shiko na shida ya kidhia. Akiona tu, alikuwa anaangalia hii picha anaanza kulia. Kwa nini dadi ametuacha? Kwani mama nini imehappen? Mbona dadi ameenda? So tunajipata sisi wote tunalia. Ndio nikapigia auntie, nikamwambia ongea na yeye. Si ndio akaongelesha Shiko. Waliongea like 10 minutes. Na the 10 minutes Shiko alilia. Alilia tu. Hakuna mwenye alikuwa kwa hii nyumba, including me, tulilala hivyo. Juu Shiko analia akiuliza babake, kwa nini ulituacha, tulikufanyia nini? Hata kama ulikuwa makasirika, kwa nini unaenda unatuacha peke yetu? Ulikuwa unaniambia niangaliage mama akiwa na mimba. Na sasa hauko. Ndio yangu akamwambia dadi hajaenda bani, atakuja. So Shiko saa hizi sasa amekuwa tu akiangalia. Mama mmempata? Hamjasikia simu? As much as venye niliposti nikaweka namba yangu napigiwa na watu wengi. Sina namba zenye zinaingia mpaka zingine mtu ananiambia niende Central. Sijui nimkute aniambie nini. Ni mimi nimeambiwa mpaka niende Ukambani nikaitishiwe bwanangu. Nikaambiwa nimetumiwa direct message. Naambiwa niende Ukambani. Sijui by saa 4 niende niitishiwe bwanangu na atakuja mpaka hapa. Sasa mimi najua mwenye ananiita. Na ananiambia nikifika Ukambani sijui Machakos nimpigie na hiyo namba. So mimi sijaenda na hakuna mahali nimeenda. Mahali kwenye nimeenda ni polisi tu. Na venye sasa nimeenda huko, nimeambiwa sasa nikae nikigoja, nikae nikitafuta. Nimwangalie mahospitali. If ni moshali niende. Hey, marori ni wega nguririkanie, nijue andu aingi muno ni moe Charles. Charles ni baba wa Shiko Blessings, na
Charles ana support mwiritu ucio wake muno, ni akamutwara by the way tuoneka ginya igongona ria Shiko Blessing kuria Blue Springs. Charles kundu guothe guthiagwo magongona ma go support aini, Charles yatwaraga kairitu gake tondu ni kamuini, na ni ndonaga very supportive ta baba wa mwana. Kila kundu ni atwaraga Shiko agitwo aine kundu, Charles niwe utwaraga Shiko agathie Shiko akaina na magacoka. Koguo tugakihoya Ngai ati Charles hari hothe ari, Ngai ni agukorwo akimucokia mucii uyu na thayo. Ndiwe kana maybe tukimalizia tukirikiriria tondu okay, na ndamwira video ino tweka ni tondu wa taringi andu aingi muno comment section kuria these people are my friends na tutinabania tha icio rata witu ni wa tene muno gwiciria ona riria tuthambagia Castro Media tene muno, na koguo ona mahinda maya mothe Charles arathi akiagaga ni postite kuri mwena wa Facebook na gapost ringi na muthi no da post ringi, ni menyaga ni menyithagio tondu I think we are very close na family ino. Koguo ona riria Charles agire muthenya ucio wa Wednesday ni ndamenyire, na ni twaragia na Mama Shiko muno, na Mama Shiko akanjuria ni wega ingi post tugakiaraniria tukerana reke twambe tweterere tuone kana mathaa 24 makinya ri ni ukohota post ginya agithie borithi ni ndamenyaga mundu macio mothe ni ndamenyaga. Koguo tweka video ino nigetha we hau taringi uroria ciuria nyingi acio marauga ni prank ni hakoragwo he undu muritu muno ria uramenya muthuri waku kana mutumia waku kana ona mwana waku tari araranja, no akorirwo riu ararara maybe kiwira na ni uramenya na ndari atiga indo ciake na agathi uguo. Koguo ni undu wina kimako muno na nurakiona situation ya mutumia uyu ta uguo murakiona ni situation iria ifatie gukorwo ina care nene muno na kumenyererwo. Koguo no nyende muno andu ari maroka gu comment hau woka gu comment video ini no ukorwo we very positive, agikorwo ni urafeel no nginya ukorwo we negative kindly tigana na horo cio ihinda riri because inaweza in one way or the other no ikorwo iki affect taringi tondu Mama Shiko ni onaga message icio ciothe, ona koguo wothe mura comment ni arona, ona hena message nyingi muno guthomaga haha na comment ile tutanambiriria gwika video ino. Koguo icio ciothe ni turona, yes macio ni mawoni maku na kuringana na uria uragifeel, no he rimwe riu ugi hakinyaga ukona angikorwo ni uhoro wa negative na ki ukamba ugatiga. Koguo turakihoya angikorwo maybe bicha Charles ndirekera hau, angikorwo maybe ni gukorwo ucemanitie nake no tumenyithie namba ĩ hau kana uriboti borithi iria ĩ hakuhi nawe, na nona kungikinya hau ni kuonania mundu ucio ni agite no rĩu ginya bicha yake ni icuritio kuria borithi, nigetha taringi mundu ugucera borithi iyo amiona na ni akumuonete handu ri akorwo akimenyithia borithi. Koguo hau no tumuhoye muno, ni njui social media icio hari urerorera video ino ri angikorwo no ukorwo ucemanitie na Charles kana ukamuona handu no tumenyithie hau nigetha tukorwo tukioya ikinya riu kana report andu hothe ungikorwo ukienda taringi he mundu ungienda kwaraniria nawe hena atumia haha aciari betwe ira ndronire live rari live na mutumia ungi na ndirendire mutumia ucio muno kuringana na uria arakiaria tondu ni muciari ni ara understand situation cia atumia ihinda tariri. Taringi he mundu ungienda kwaraniria nawe, taringi he mundu ungienda gukumiriria no nyende uheane namba yaku ya thimu. Mostly ona mbere ya henite namba yakwa ri ende aratakwa na ni manyitireire muno na ni mahuritwo haro nene tondu marerwo ni gucanga turacanga twetereire pay bill agacituike me TikTok. Ndekire uguo ngithie ngigira TikTok juzi tondu ndaraire njikaire the whole night ya comedy. Ndaingira ri ngikora madam wetagwo Magi live nikajoin ndajoin ngiambata iguru no mbere ya join te live iyo we nirambite kuingira yakwa nigetha ni explainire andu nikigithire na mbere nigetha nginye handu nda post Charles kuingira live yakwa ri 96% share irumi ni mushango muretha ni rwimbo murenda kuruta ni mweremirwo mutirutaga wira, yani hizo vitu zote nikaona hiki tu imekuwa too much na sina energy ya kujibizana na mtu. In fact nenda mbele mimi
Kenye kimenileta hapa niliwaonyesha ubi, mwache kusema ni prank. Juu hata mimi natafuta Charles. Na zina maswali zenye mnajiuliza, alikuja lini, alienda wapi? Hata mimi najiuliza the same. Alienda wapi na ako wapi na mbona hakuji? Na mimi najiuliza the same. Nikatoka hiyo live yangu, ndio nikajoin ya Magi. Kwenda kwa Magi, Magi protected me. Hakuna mwenye alikuja hapo akanitusi. So nikaji explain. Magi akanyamaza, wakaambiana Charles hayuko. Mama haendi kazi, hana ile income. Wakaeka namba yangu. Wakasema venye tu unasikia unaweza support Rachel Charles. Hata kama ni maziwa utanunulia watoto. Hata kama ni ugaya hiyo siku, wewe mbariki tu. Stories zikashangishwa. Mabloga walikuja wakakata utoto vitu wanaturecord. Wakaenda wakaeka. So watu ile kuambiwa nisaidiwe na kenye maybe watoto wanaweza kula, wakaanza kusema hata ni rent nimeshanga, tulikuwa tunatafuta pesa ya nyumba, juzi tulikuwa tunachangia watoto, ni kazi hatuna. So mambo ikakuwa tu mingi. Hata marafiki zangu wakaanza kuwatakiwa hapo, wakiambiwa hata wao wako part of ni boka tunafanya. Na unaona ni mimi nimeenda hapo, nikapandishwa juu, tukaanza topic tu kama kawaida. Na nikaenda na nili mute, alafu nikafungua. So nilikuwa na mute nafungua, na mute kama nafanya kitu nafungua. Tukakaa hapo na nilikuwa natoka hiyo live almost asubuhi. Hata sikujua body waliangusha. Venye sasa nilitoka hapa kitu saa 9 nikaenda bedroom, nikalala. Wao ndio waliniangusha juu sasa nishalala nishajisahau niko live, wakaniangusha. Sasa marafiki zangu wanapigwa vita yenye hata hawajui. Na hata wao wenyewe wanajaribu pia kunisaidia. Wao wanapigwa in the name of waliniambia tuweke namba yangu. So hata mimi nashindwa. Na hakuna makosa yenye walifanya, na sikuomba mtu anisaidie. Mtu alinitumia na kupenda kwake. Kwa nini wananitukana? Unajua sasa nafika mahali nashindwa. Juu nimeona mpaka ma celebrities wengine YouTube, mpaka nini Facebook. Na hata kitu yenye imenistua ni mzee mwingine anauzanga mashamba. Nilipata comment yake. Nikakumbuka venye ameishi kuniambia nipeleke Shiko event zake time yenye alikuwa anafanya event. Sikuamini. Juu nilijiuliza kwa nini yani unatuattack? Yes, sikatai tunafanyaga prank. Na sikatai tunafanyaga vlogs zetu. Na sikatai hizo mambo zote mnasema tumefanya. Lakini mbona utuattack bila hata kujua the side of the story, whether ni ukweli ama ni uongo? So marafiki zetu tunajua kuna wenye wanatupenda as Wakaba family, na tunajua kuna wenye wanapenda Shiko. Mimi nitawapea namba yangu. Ukiona Charles ama utake kuniongelesha, nipigie through this number 0718820609. Rudia tena. 0718820609. Hiyo ndio namba yangu. Yeah, na I think nitaiweka hapo kwa screen. Ningo mekira hau nigetha ikorwo right we kuoya namba iyo ukorwo kiaraniria na Rachel. Na please, ngejuge. Mundu angĩkorwo nĩaramenya ndarahũrĩra thimũ anjĩre ũndũ. Yani mundu ahũrĩre thimũ anjĩre ũndũ at least yenye haitani let down hata kidogo. Tondu kuri mundu urakũhũrĩra thimũ agakwĩra kĩũndũ. Ukarigwo ona iria nyingi by the way na katatu ama hata naandikia mtu namwambia wewe ni SMS. Juu unasikia ni kazi. Sijui nini. So kama unajua utanipigia simu uanze kunishautia na kuniambia sijui aje, haina haja. Sasa mimi nataka tu amani for sure. Wacha tuseme tuge tariki Charles ni akorera video ino no nyende umwaririe tukirikiria ciugo iria ungenda kumwira ta mutumia wake.
na reke hau nimeciria mamutingĩte mũno ararigwo agwĩka atĩa, family yake ĩrĩa ahotaga kũmĩ-support rĩu nĩagĩte kila kĩndũ kũrĩa guothe arageria nĩ kũrathiĩ gũga-fail, na nĩ mũndũrũme. Menya arũme matiaragia mũno, mũndũ arĩagwo nĩ kĩũndũ kũu thĩinĩ, kĩũndũ kĩu gĩgatũma nginya ũkona nĩ areciria maũndũ mangĩ. Ta rĩngĩ hau nĩ ũmũĩ wega, hena rĩmwe mwanakorwo mwĩ thĩ, hena rĩmwe mwanakorwo mwĩ igũrũ, mwarĩrie ta mũtumia wake, mũndũ mũikarĩte nake mũno, nĩgetha maũndũ macio makorwo me mega, akorwo agĩcokereria mũciĩ. Charles. Najua kwenye tumetoka mbali, tumepigana vita mingi. Mostly naweza kukumbusha time yenye Jayden wetu alipasa. Tuliachwa na kila mtu na tulikaa sisi wawili peke yetu. Saizi umetoka kwa nyumba, umeniacha na watoto peke yangu. Venye niko, hata wewe unaona venye hata wewe ulikuwa unajua stress zenye niko nazo. Nilipewa bed rest from day one. Sasa bado sijamaliza na still na struggle. Naweza kuomba tu Charles, usikubali nipate mtoto kama uko kwa hii nyumba. Awacha nikwambie kabisa tunateseka. Na unafaa kukua hapa. Tunaweza kula ugali bila hata maji. Tunaweza kula na maji, tunaweza fanya kila kitu. Unajua tunashikananga. Na mimi unajua siwezi kupigia kelele juu ya kukosa na sijawahi. Unatumiza bure. Kama unajua uko mahali na unaniona, tafadhali rudi home. Ama basi uchukue simu unipigie. Nijue tunaumia. Sasa hebu imagine tunaambiwa tuhame. Nitahama aje nikiwa hivi? Watoto nitawapeleka wapi? Umekuwa ukitafuta. Tukorekereria hau mwendoreri, tukomba turekererie hau na nĩ njũĩ maũndũ mothe nĩ makwagĩra. Charles o harĩa ũrĩ, igua ciugo cia mũtumia waku, angĩkorwo no cemanie na video ĩno, cokereria nĩgetha family yaku ĩkorwo ĩgĩcokwo nĩ thayũ. Niĩ ngũkũhoya o rĩngĩ, angĩkorwo werorera video ici citũ ciothe harĩa ũrĩ na ndũrĩ ũra-subscribe, subscribe na ũhihinye notification bell nĩgetha tũkĩ-upload video ũgakorwo wĩ wa mbere na kwĩrorera. Na angĩkorwo no wende kũ-advertise platform-inĩ ici citũ, namba citũ ci hau, no tũhũrĩre thimũ angĩkorwo wĩna product o yothe ũngĩenda tũkũ-advertise gũkũ gwitũ, ũkorwo ũgĩtũhũrĩra thimũ. Niĩ ngetwo Timo Castro, nginya ihinda rĩu rĩngĩ, bye bye, tunawapenda sana.